Leo sisi tunafanya haya. Mtume anakufikishia wewe, anapata dhila na adhabu na dharubu kama hizi kwa sababu ya mimi na wewe. Kisha leo wewe ndo unakuwa unajita playboy, wewe ndo unajita lover boy, wewe ndo kijana ambaye watu wakikuita playboy unaonesha dole, unafurahia, unaambia ndio ndo mimi. Kaifa, vipi ndugu yangu Muislamu? Leo wewe ndo umekuwa mzinzi mkubwa Muislamu. Wewe ndo umekuwa mtu khamr, mtu ambaye unaendekeza liwat na ushoga na zinaa kwa sababu hajui haya. Na Mtume anasema yoyote atakayefanya biashara ya ushoga ama biashara ya liwat ama biashara ya zinaa hakai katika kaburi lake isipokuwa haizidi masaa 3. Atakuja yule malaika, atamchukua kwa kucha zake, ataenda fayatarahu fi ardhi qaum Lut, ataenda kumsweka, kumtumbukiza katika bahari ya qaum Lut. Leo imekuwa biashara, hajui sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha anasema yoyote atakayefanya biashara hii ama atakayeendeleza michezo kama hii, siku ya kiyama wataletwa watoto watakuwa hawana vichwa. Wataulizwa, ni nani baba zenu nyinyi? Watasema baba zetu, na Mungu anajua baba zetu ni wale ambao walikuwa wakiingilia wanaume katika sehemu zao sizo, na wanawake vile vile walikuwa wakiwafanyia vile. Basi Mwenyezi Mungu atawachukua watu sampuli ile, atenda kuwatumbukiza kwenye kisima cha moto. Kisha nasema mwenye kufanya wa mchezo kama huo, hata aoge janaba bahari ya ulimwengu mzima, jasho lake alitoondoka la kaumu Luti mpaka atubie. Kisha na vile vile na wala hatoiona sura ya bwana Mtume Muhammad. Leo ngapi tunarai watu wengine, tunarai wake zetu haswa. Kwani watu wengine wanafanya, unamrai yule mwanamke, atakuuliza kwani wewe unaonaje? Unajua wengine wanakubali, unaanza kutia zako zile. Akakaa anamuuliza, wewe unasemaje kwani mume wangu? Anasema mimi naona kuna shida. Shahawa tayari zishakaa kwenye kichwa, anafanya tendo ambalo linatikisha arshi ya Allahu jalla jalla. Aina natawajjah? Hal fakarta fi hadha? Ungalifikiria adha matatizo aliyopata Mtume, basi leo usingeyafanya haya. Kisha leo unawaaga watu na familia yako, unakwenda Bangkok, unakwenda sehemu za Uganda, unakwenda Ethiopia ati kufanya biashara. Kumbe kule unaenda kutafuta wanawake warembo na wazuri upate kuspendi nao, kisha unakuja kuwaletea familia yako maradhi. Uliyafikiria haya? Watoto wangapi wa kike ushawafisidi wewe kijana unaitwa playboy, unajiita handsome boy, unaonyesha watu kisigino? Wangapi ushawafanyia maharibiko katika maisha yao? Wala tafudhal khatama illa bihaqqiha, usije ukaivaa pete isipokuwa kwa haki yake. Wangapi ushazivaa pete bila ya haki zao wewe? Umesahau albirru la yabla, wema hauozi, wa dhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi, wa dayanu la yamutu, na mlipaji hafi. Ilma almashiita, fanya utakavyo, kama tadinu tudanu, kama utavofanya na ndio utavofanyiwa. Watoto wangapi wa kike ushawafisidi wewe kijana unaitwa playboy, unajiita handsome boy, unaonyesha watu kisigino? Wangapi ushawafanyia maharibiko katika maisha yao? Wala tafudhal khatama illa bihaqqiha, usije ukaivaa pete isipokuwa kwa haki yake. Wangapi ushazivaa pete bila ya haki zao wewe? Umesahau albirru la yabla, wema hauozi, wa dhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi, wa dayanu la yamutu, na mlipaji hafi. Ilma almashiita, fanya utakavyo, kama tadinu tudanu, kama utavofanya na ndio utavofanyiwa. Watoto wangapi wa kike ushawafisidi wewe kijana unaitwa playboy, unajiita handsome boy, unaonyesha watu kisigino? Wangapi ushawafanyia maharibiko katika maisha yao? Wala tafudhal khatama illa bihaqqiha, usije ukaivaa pete isipokuwa kwa haki yake. Wangapi ushazivaa pete bila ya haki zao wewe? Umesahau albirru la yabla, wema hauozi, wa dhambu la yunsa, na dhambi haisahauliwi, wa dayanu la yamutu, na mlipaji hafi. Ilma almashiita, fanya utakavyo, kama tadinu tudanu, kama utavofanya na ndio utavofanyiwa.